Mimi sijazoea kuteteshwa, mamangu amenizoesha na kubembelezwa. Alafu mtu anataka kunikondesha. Ufala ndo sipendi kubebeshwa. Yo, ni ajeni wa genge, ni Kushman, pedi wa magenge ndani ya nyumba manze. Tuko ndani ya Kenyan Drive Show. Big up. Okay, mbele hapo hivi ni Kushman, pedi wa magenge. Mimi ni msanii nafanya genge music. And kitu naweza sema ni unajua artist wanakuanga na different ways za ku come out into the scene, yeah? And the most important thing inakuanga ni ku come out to the scene. So ijalishi ni way gani yenye artist amecome now into the scene, but the main thing inakuanga ni artist ajulikane, ngoma zake zijulikane, yeah. So venye nilianza nilikuwa nimesema mimi nafanya genge music, na nilikuwa nikisikiza genge kutoka kitambo sana. And watu wengi wanafananisha music yangu na Meza. So mimi kitu naweza sema ni that at first by the way mimi na appreciate sana Meza because ule ni mentor wangu. Nimekuwa nikimsikiza sana kutoka kitambo, unaona? And singe mind kufanya ngoma naye, unacheki. But kitu naweza sema difference yangu na Meza ni my wordplay was get ni way different from wordplay ya Meza, unaona? Meza mostly anafanya comic songs, unaona, like anapenda comedy, akona some humor, unaona. So chenye na ni make different sana na Meza ni the aspect hiyo ya wordplay, unaona. Yeah, but na respect sana Meza, by the way hadi tushabonga, by the way we've been in communication. Very soon ngoma inaweza kama. Ngoma yangu ya kwanza yenye ilinipatia breakthrough ni Nawacha Pombe. Nawacha Pombe till further notice, yani Nawacha Pombe hadi budangu wa notice. Yeah, that was my first song yenye ilinipatia breakthrough. After that nikakujanga nikafanya hiyo Sijazoea Kuteteshwa. After that nikakuja nikafanya ile ingine Siko Soko, Tangazo Siko Soko, and so much more. Yeah. Mimi kitu ya kwanza nikiingia kwa music nilikuwa nimeingia na intention of making money, unaona. Mimi intention yangu kwa music ni tengeneze do, nisaidie familia yangu, nisaidie mabeshte zangu, nifungue mabiz zangu, unaona. Story na fame is not an option for me because hiyo story na fame ndio inafanya wasanii wengi sana wanapotea, unacheki. Wasanii wengi sana wanapotea into fame. Unapata msanii alikuwa famous, all of a sudden amedunda, ana do, ana nini, because ali concentrate so much on the fame than kutengeneza do, kufungua mabiz na kutengeneza connections. So mimi nimefanya na stand out ni na concentrate so much on making money, na concentrate so much on having a better future. Yeah. So siwezi sema mimi ni special. Kitu naweza sema ni nimestick to my passion na intention yenye ilinileta into music. And venye nilisema before, sio fame. Mimi niko hapa kutengeneza connections. I want to be connected with people wenye wako na value kwa society. I want to make money, I want to create businesses. Na hiyo ndio kitu imeni keep running. Wasanii wengi sana wameconcentrate so much into fame, that is why wana fall into depression, because wana spend do kwa matei, wanasahau kuna future hapa mbele, unafaa kwa at least una invest. Si lazima ikuwe ni biz kubwa, hata kama ni biz ya nini, unauza mayai, unafanya nini, weka msee pale auze. Hizo ndo unapata kiasi zitakusaidia huko mbele, unacheki. Yeah, so story na tei, story na kujibamba nini, fame for now, ndio hizo vitu zinafanya wasanii wana fall into depression after fame imeisha. So mimi tunaweza sema tunafanya msanii akuje amefanya collab na upcoming alafu akose kukuja kwa video. Kitu ya kwanza unapata ni upcoming amekupatia pressure. Upcoming amepatia msanii pressure, like nataka tufanye collab, but unajua msanii mkubwa akisikia ngoma na si kali ataogopa kuambia huyo msanii that ngoma si kali. So the best thing atafanya ni atajaribu kuavoid huyo artist. But artist akiinsist, atachukua hiyo 5,000 ya huyo msanii ama atachukua 10,000 ya huyo msanii kumfurahisha, then atakosa kuja kwa video. But me blame neza place on artist wenye wanakata
wenye wanakula do ya upcoming na wanakata kukuja kwa show. Because unajua ni poa at least tuambie msanii that hii ngoma yako si feel, hii ngoma yako si poa, rudi studio, fanya kitu fiti uniletee, unaona. So I think niyo pressure ya upcoming artist wana look up to someone wanataka kuwa kama huyo msee, so wanampatia a lot of pressure that mimi nataka unisupport, na ukikosa kumsupport ataenda kubonga mbaya huko nje, unaona. Yeah, so I think hizo ndo vitu zinafanya artist unapata nakula do ya msanii anakata kukuja kwa video. Anajua ngoma si kali, so ameona akimsupport kwa audio anaweza kuwa amefanya poa, but kwa video anajaribu ku avoid as much as he or she can asionekane kwa video because hiyo audio haikumbamba, but alikuwa anataka do. Watu wana inspire music yangu ni wale wasanii walikuwa wanafanya genge kitambo, kina Meja, Calif Records na Ogopa. Nimegrow sana nikiwasikiza. That is why inafanya the same music, ndo walini inspire nikaanza kufanya genge music, unaona. Kenya sasa hizi naona artist mwenye anafanya poa sana, wako wengi by the way. Calligraph is doing good, Meja anafanya poa, kina Iani wanafanya fiti sana. Mimi naweza shukuru sana God manzee kwa kunipatia hii talent because mimi naweza testify by them imenisaidia. Cause penye niko sasa hizi nikiangalia like 5 years back penye nilikuwa before nianze kufanya music, there's a very big difference. Mimi ndo najua, unaona. Nikijiangalia najua kuna difference sana penye nimetoka na penye niko sasa hizi. So anyone out there mwenye anatamani sana kufanya music, mwenye ana think music maybe ati hailipi ama ana feel music haiwezi change life ya mtu, then mimi naweza testify that music can change your life as long as you follow the right steps za kuingia into the music industry. Then itakuwa paseti itakupatia mamilion sama nini, but at least you'll be able to afford a meal, unaweza lipa rent. Yeah. Vitu kama kuibiwa, umeenda show pale una perform, cheki umeenda pale ku perform, mafans wana like uko kwa stage pale, ma staff zinaenda, pia ni kitu wasanii wengine pia wanapitia. Kitu ya kwanza naweza sema ni about story ya kusoma. Ni poa kusoma by the way. Kusoma ni kitu fiti sana because inakusaidia ku get knowledge ya kusurvive hapa nje mostly, but si knowledge kabisa, unaona juu bado hapa nje unaweza survive bila kusoma, unaona. Mimi personally nimesoma, nilikuwa nasoma Jaramogi University huko Bondo. Nilikuwa nafanya English and Literature, and ikikuja kwa usanii nasema imenisaidia kidogo pia chenye nilisomea, but kwa usanii sasa imenisaidia sana pia, unaona. But kitu naweza sema ni masomo is important by the way, lakini ikikuja kwa usanii si lazima. Unajua usanii ni talanta, unacheki. Music is talent, na talent itakusaidia the same way venye education inakusaidia, unaona. Yeah, because hapa nje skill ina serve much more than education anyway. Ndio kitu mimi naweza sema. Yeah, next week nitakuwa na release ngoma featuring msanii mmoja mkali sana wa dancehall anaitwa Justice. Hiyo ngoma itakuwa kali sana, inaitwa Designer. And I think hata ukiangalia interview tumefanya the right place manze, unaona. And it's all about my design yani, yeah. So hiyo ngoma inaitwa Designer, ni ngoma kali sana. Itakuwa ina come next week. Tungoje video. Didi Designer. Didi Designer. Luku ni origi si za China. Yo kionjo tu yani, si ndio? Big up. Across social media platforms zote utanipata kama Kushman Pedi wa Magenge. IG ni Kushman Kenya. Ati nirudi kule nimetoka, cannot be me. Buda kwani unaota, cannot be me. Ile maisha ya kusota, hadi unarudi factory setting ota, cannot be me. Yo Kushman featuring Caterpillar, cannot be me is out. Go to YouTube, watch, subscribe, share. Yo, this is Kushman Pedi wa Magenge manze, na tuko ndani ya The Kenyan Drive Show. Host ni the baddest DJ, VDJ Jones. Wallan.